Majina naitwa Mheshimiwa Babu Owino, ni mjumbe kutoka kule Kenya, eneo la Embakasi Mashariki. Nataka kusema ya kwamba siasa katika bara la Afrika ni siasa ambayo inafaa ilete watu pamoja. Siasa ambayo iwe ni siasa kufukuza umaskini, kufukuza ufisadi, siasa ambayo itatusaidia tujinasue kutoka kwenye minyororo wa ukosefu wa kazi. Na tunaona viongozi walipokuwa hapo awali, kama vile viongozi wetu wanaojitambulika kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Kwame Nkrumah, Kawawa, viongozi kutoka nchi tofauti tofauti ambao walikuwa kija pamoja kupigania hoja kuu za wananchi tofauti tofauti katika nchi tofauti tofauti. Na siasa sasa hivi tumeona vijana wengi wakiwa wanaingia, ikiwemo ninyi. Pengine unafikiri nini kimeboreshwa kwenye mazingira ya siasa kwa sasa ambao kufanya vijana wengi kuingia? Ama ni maslahi kama unavyosema, tunaona wengi kosa ajira, ama ni sasa tunaona ule weledi unaanza kuingia kwa vijana kwenye masuala ya siasa? Unajua vijana ndio wako wengi katika nchi zote. Kule Kenya vijana wanatengeneza asilimia 70 ya nchi nzima. Kwa hivyo vijana ndio wanatumika wakati wa siasa, kuleta rabsha, kupiga kura, kukampeni. Na vijana wale ambao wamekuwa kiwatumia wanahakikisha kwamba vijana hawaingii kwenye uongozi. Vijana wamefungua macho, vijana washajua ya kwamba wanaweza wao wenyewe kama vijana kuchukua vyeo tofauti tofauti katika nchi zote. Kwa hivyo wale watu ambao walikuwa wakifikiria vijana hawatoshi, ya kwamba vijana ndio viongozi wa kesho. Vijana sio viongozi wa kesho, vijana ni viongozi wa leo. Vijana wamefungua macho, wamegutuka, washajua ya kwamba ile kesho ambao watu walikuwa wakiongelea hauwezi fika. Kwa hivyo ile kesho ni leo. Sasa mavijana ndio watoke nje, kwa sababu mavijana ndio hawana ajira zaidi, mavijana ndio wako katika umasikini zaidi, mavijana ndio lazima wajipiganie. Na nilisema pale ndani ya kwamba kama hauko kwenye meza kama kijana ule, utakuwa kwenye menu uliwe. Kwa hivyo kama uko kwenye meza vijana, mvunje hiyo meza isiwe. Maanake ni wewe tu kama kijana, wewe ndiye utabadilisha hii nchi. Wakina Nyerere walianza kama vijana, Kawawa walianza kama vijana, Nkrumah walianza kama vijana. Kama Babu Owino saizi ni kijana na ni mjumbe kule Kenya, kijana yeyote hata hapa Tanzania anaweza kuwa kama Babu Owino, anaweza kuwa zaidi bora kuliko Babu Owino. Umezungumza swala la wapinzani kufanya siasa za kupinzana. Hili lipoje kwa Kenya, lakini pia unazungumziaje hali ya mwenendo wa siasa za upinzani kwa Tanzania? Mambo ya upinzani ni mambo ya hoja. Siasa ya upinzani ni kuhakikisha kwamba serikali kuu inapatia watu ajira. Serikali kuu inapatia watu njia ya kupata elimu bora, sio bora elimu. Serikali kuu inapatia watu mambo ya madawa katika hospitali, kuhakikisha kwamba watu wako na siha njema, kuhakikisha kwamba serikali kuu haina ufisadi, kuhakikisha kwamba viwanda vijengwe katika nchi na watu wapate kazi. Hiyo ndio siasa ya upinzani. Siasa ya upinzani ni siasa ambayo kwa kimombo inasema under the doctrine of separation of powers, checks and balances. Inahakikisha kwamba serikali kuu inafanya kazi yake. Labda mimi kwangu tena swali langu la mwisho. Tuliona Kenya miaka ya nyuma mkifanya zile siasa za upinzani za vurugu na nini, lakini so far tunaona kama mmekuja mmekaa pamoja. Nini kimefanyika hapa? Kuna siri gani na nini kinaendelea? Siasa sio uadui. Mimi nikitaka kiti napigania kusaidia wananchi. Mwenzangu akipigania kiti, akiwania kiti pia anapigania kusaidia wananchi. Sisi wote tukija pamoja ni kusaidia wananchi. Kwa hivyo siasa ya rabsha, siasa ya fujo sio siasa. Siasa sio uadui. Siasa ni kuleta kila mtu pamoja. Maanake nia yetu ni kuhudumia wananchi, kufanyia wananchi kazi. Hiyo ndio la muhimu. Sasa mwenzako akikuita kutoka kwa
serikali kuu na uko katika upinzani, haimaanishi ya kwamba hutafanya kazi yako kama mpinzani. Lazima uangalie serikali, lakini mnaweza kaa kwenye meza muongee, mjue ni tatizo gani inakumba wananchi wa kimataifa. Ni changamoto gani ambayo ushakutana nayo hasa kwenye harakati zako za siasa ambapo hutaka uisahau? Mimi kama mjumbe, mimi naweza sema kwamba siwezi sema kwamba kuna changamoto nzito nimewahi kumba, kwa sababu mimi kama kiongozi, Mwenyezi Mungu aliona kwamba huyu kijana anatosha, na kama vile Biblia inasema Mwenyezi Mungu